Jina langu mimi naitwa Abdallah Nubi Abasi, katibu wa kamati ya maadili kupitia Jumuiya ya Maimamu Zanzibar, na niko hapa leo kwa ajili ya kuzungumza na wanahabari juu ya swala zima la mmomonyoko wa maadili ambao upo katika jamii zetu katika visiwa hivi vya Unguja na Pemba. Kwa kweli maadili yetu sisi kwanza Wazanzibari tujue maadili na silka zetu sisi au tamaduni wetu sisi ambao walikuwa nao wazazi wetu ni utamaduni wa Kiislamu, lakini kila siku zikienda mbele unakuta maadili katika visiwa hivi viwili vya Unguja na Pemba yanaporomoka. Na sababu hasa ya kuporomoka kwa maadili haya ni kwa sababu ya wazazi na jamii kwa jumla kuacha kusimamia wajibu wetu katika familia zetu, kuacha kusimamia wajibu wetu katika majumba yetu na katika jamii nzima inayotuzunguka. Leo Zanzibar unaona namna ya vijana ikifika siku ya Jumamosi na Jumapili wanakwenda katika fukwe. Vijana hao wa kike na wa kiume, vijana hao ambao wako chini ya uangalizi wa wazazi wao. Wazazi wanasubutu kutoa ruksa kwa mtoto wa kike anakwenda bichi, anakwenda na wanaume, na mzazi hata wasiwasi hatuna. Sasa hii ni jambo moja ambalo linasababisha kumonyoka kwa maadili katika jamii zetu, lakini pia masuala ya wigo. Leo tumekuwa ndani ya majumba yetu, kuna TV, vijana wetu wanaangalia michezo ya kiajabu ajabu na baadaye wanaiga. Mababa hatuna muda wa kukaa majumbani tukakaa na vijana wetu tukaelimishana, tukafundisha kuhusiana maadili mema, tukafundisha namna sisi ambavyo tulikuwa tumelelewa na wazazi wetu. Sasa hili niombe jamii kwa jumla, niambie kama hali ya Zanzibar saizi ni mbaya, tena ni mbaya sana. Tuna idadi kubwa ya mabaradhuni, tuna idadi kubwa ya wanawake wanaojiuza miili yao, kuna idadi kubwa ya mabaa na mambo kadha wa kadha ambao si mazuri. Kwa pamoja ni waombe tulisimamie hili jambo kuhakikisha jamii yetu inanusurika katika swala zima la mmomonyoko wa maadili. Kila baba atekeleze wajibu wake, akae na familia yake, awaambie maadili yako vipi na wanatakiwa ishi vipi. Na hali kadhalika niombe serikali, kwanza nishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashirikiano ambayo wanatupa sisi Jumuiya ya Maimamu Zanzibar, kuanzia kamati ya maadili na kamati nyinginezo na jumuiya yenyewe kwa jumuiya yenyewe ya maimamu. Na niombe tuendelee mashirikiano katika kuelimisha na kuweka Zanzibar yetu katika hali nzuri. Lakini pia niziombe mamlaka ambazo zinahusiana na masuala ya vileo, kwa mfano bodi ya vileo kupitia Wizara ya Tawala za Mikoa, kuhakikisha sheria namba 9 ya mwaka 2020 inasimamiwa. Kwa hiyo sheria namba 9 mwaka 2020 imeeleza wazi kama baa na makazi ya watu basi ziwepo mita 1000. Yaani ukienda katika sura 3 kifungu kidogo 28 mabano K imeeleza wazi kama majengo hayo na makazi ya watu, nyumba za ibada, hospitali, skuli ziwepo mita 1000. Kwa hiyo naamini ikiwa hichi kifungu kinasimamiwa inavyopaswa, basi baa nyingi zinaondoka katika jamii zetu. Kwa sababu kuna baadhi ya baa ziko mita 50 tu na madrasa, ziko mita 50 na makazi ya watu. Kwa hiyo sheria naomba serikali kupitia bodi ya vileo, kupitia Wizara ya Tawala za Mikoa, pia kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tuweze kuisimamia ili tupunguze utitiri wa mabaa katika jamii za watu. Lakini pia nitake Baraza la Sanaa, tumeona katika harakati za sikukuu walitangaza kama hakuna kupiga miziki katika viwanja vya watoto, lakini kamati yetu ya maadili imetembea katika viwanja mbalimbali, imetembea katika viwanja vya Tumbe, Mabatini, Wete, Jadida, Tibirinzi, wapi kule Furaha, Chake Chake, Dole na sehemu nyinginezo, Maungani, tumeshuhudia miziki inapigwa. Sasa hatutaki sisi kuona tunazungumza, tunahitaji kile ambacho tunakizungumza tuwe tunakifanyia kazi.
Kwa Baraza la Sanaa ni waombe kama yale ambayo tunazungumza kupitia vyombo vya habari tuyasimamie na kuwafanyia kazi, kwa sababu kupiga muziki katika viwanja vya watoto kwa kweli ni kuwaporomoa watoto kimaadili. Sasa hili naomba tulisimamie kwa pamoja. Sisi Jumuiya ya Maimamu tuko tayari kutoa mashirikiano katika hili. Lakini mwisho niombe serikali katika swala zima la hili swala la watu kuja kuhamia hapa Zanzibar. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mtu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na haki ya kuishi Zanzibar, lakini kwa kufuata utaratibu. Leo tunaona katika majumba kuna watu wanaishi, lakini sheha hajui, serikali ya wilaya hajui. Kwa hili ni tatizo. Kwa niombe kwanza serikali za shehia kuzihakiki nyumba zao na kuangalia wale ambao wamehamia katika majumba yao, katika shehia zao wamekuja kwa jambo gani. Lakini pia niombe jamii ambao tumemiliki nyumba, tunapoamua kukodisha majumba yetu, kwanza tuhakikishe sheha anapata taarifa ya yule mtu ambaye unampangisha, na pia uhakikishe yule mtu anakuja kupanga kwako amechukua ruhusa kutoka sehemu anayotoka, aidha kama ni sheha wa shehia fulani anayotoka, ama kwa ndugu zetu wa Tanganyika amepata ruhusa kutoka mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kabla ya kumkabidhi nyumba yako, basi hakikisha vitu hivi anavipata. Lakini pia msimamie asiishi katika nyumba yako hali ya kuwa nyumba yako anaitumia kama ni sehemu ya kujiuzia. Sasa hili pia naomba mashirikiano yenu, na sisi kama kamati ya maadili pia Jumuiya ya Maimamu tuko tayari kushirikiana na taasisi zote. Lengo la Jumuiya ya Maimamu ni kuunganisha jamii. Lengo la Jumuiya ya Maimamu ni kuhakikisha jamii yetu iko katika maadili salama, kuhakikisha jamii yetu imenusurika, na pia tuko tayari, narudia tena, kushirikiana na taasisi za serikali na taasisi za binafsi katika kuhakikisha Zanzibar yetu iko salama.